Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala al-Masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alikaha ila Maryam wa ruhu minallah. Ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi na kumtakia rehema na radhi mtume wetu tukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kumtakia heri mkombozi wa maisha yetu Bwana wetu Yesu Kristo, leo nataka tujifunze somo jipya ambalo linaitwa The New World Order. The New World Order. The New World Order, utawala mpya wa ulimwengu. Unajua kwenye noti ya $1 ya Marekani nyuma kule kuna nembo ya piramidi, na nembo hii ya piramidi imezungukwa na maneno yanayosomeka Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum. Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum. Haya ni maneno ya Kilatini yanayomaanisha we are ready for the new order of ages, ama we are ready for the new world order. Yani tuko tayari kwa utawala mpya wa ulimwengu. Sasa hii ni roho ya Elia, ipo duniani kukufungua macho ya nyama na macho ya rohoni. Wewe mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu mwaminifu, usiangamie kwa kukosa maarifa katika siku hizi za mwisho. Danieli aliambiwa, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Sasa ambatana nami twende hatua kwa hatua ili tuweze kujifunza hiki kitu kinachoitwa New World Order. New World Order, utawala mpya wa ulimwengu. Yani na tayari ulishaanza kuishi, ila nadhani bado tukuzinduliwa rasmi kwamba leo ama sasa uko rasmi. Sote tunatambua kuwa dunia hii tunayoishi inatawaliwa kwa mfumo unaoitwa win-win situation. Yani sehemu neno la Mungu linahubiriwa kwa watu wa Mungu kupitia watumishi wake makanisani na misikitini. Lakini sehemu nyingine Ibilisi na watu wake wanaendelea kufanya mambo yao machafu ya makufuru, yasiyomfurahisha, yasiyompendeza muumba wa mbingu na nchi. Ushoga, ubasha, usagaji, uzinzi, uasherati, wizi, uongo, ulevi, kutumikia na kuabudu miungu mingine nje ya muumba wetu, na mambo kama hayo ya uchafuzi ndiyo yanayoendelea. Lakini tutambue kwamba Ibilisi huyu ameweka miguu makanisani, ana watumishi wake, ameweka miguu misikitini, ana watumishi wake, na wanamtumikia, na watu wako katika blanketi. Sasa fungua macho ya nyama, fungua macho ya rohoni, ili angalau kwa somo hili uweze kufunguka na kungamua nini kinachoendelea. Kwa kifupi, mfumo unaotawala dunia ni mfumo wa kunyang'anyana. Wapo ambao kwa juhudi kabisa wanautafuta uso na huruma ya Mungu kila uchao. Lakini kuna wale ambao wao wameridhika na hali na mambo yalivyo na jinsi yanavyoendelea. Na ndio maana Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4, neno la Mungu linasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Kwa hiyo Ibilisi
ama Lucifer ama Shetani, kwa jina jingine wanamuitaga Azazeli, ndiye mungu wa dunia hii. Na ndio maana watu wa kale walikuwa wanafanya vichinjio kwa ajili yake. Azazeli alikuwa anafanyiwa vichinjio. Hebu tusome kitabu cha Walawi sura ya 16 mstari wa 8 na ule mstari wa 10. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Kwa hiyo tunaposema New World Order, New World Order ni mfumo mpya wa kuitawala dunia, ambapo itakuwa ni full control chini ya mamlaka mapya ya mpinga Kristo. Unajua watu wengi hawaelewi maana ya neno mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni wale ambao wanakataa, wanadinai kwamba hapajawahi kuwa na mtu anayeitwa Kristo. Unajua mpinga Kristo amekuwa na vipindi viwili vya kuitawala hii dunia. Kipindi cha kwanza kilianza katika karne ya 16 na 17, ambapo mnyama kutoka baharini ambayo ndio nchi ya Uingereza ilianza kuitawala dunia. Huyo ndio mnyama kutoka baharini. Uingereza ni kisiwa, ni nchi ambayo iko baharini. Kwa hiyo mnyama wa kwanza ni nchi ya Uingereza. Amefanya aliyofanya yake, amewapiga waliowapiga, mataifa mengi yamesujudu kwake, na hata mambo yote watu wamefyata mkia kiutamaduni na kijamii na kwa kila sekta. Angalia lugha. Leo hii mtu akiongea Kiingereza ndio anaonekana kwamba ni msomi sana na ameelimika sana. Mavazi, ukivaa suti na tai, wewe ndio unaonekana kwamba umestaarabika, na mambo mengine mengi ambayo yanatuzunguka katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Yote yametokana na athari za huyu mnyama wa kwanza. Mnyama wa pili ni anatoka nchi kavu, ambayo ni nchi ya Marekani. Imefanya iliyofanya, imepiga watakatifu, imepiga mataifa, ikayatawala kwa namna ambavyo imeyafanya. Lakini sasa wanamtafutia mnyama wa tatu utawala, ambalo ni taifa la Israeli feki. Na Bwana wetu Yesu Kristo alituonya kabla juu ya hili taifa feki. Alisema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9, na katika kitabu cha hicho cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 9 kwamba tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali wasema uongo. Kwa hiyo hao wanaojiita kwamba wao ni Wayahudi, hao sio Wayahudi, ni sinagogi la Shetani. Akina Benjamin Netanyahu, hao sio Waisraeli, sio Wayahudi. Na unaweza ukaingia tu Google ukasema jina halisi, what is the real name of Benjamin Netanyahu, utapata historia yake na kula alikotokea. Wamejipachika Uyahudi ili kuweza kuwapiga watakatifu. Kwa hiyo chini ya mpinga Kristo hakuna cha kwenda msikitini wala kusikika adhana. Hakuna cha kwenda kanisani wala kuabudu katika roho na kweli. Ni totally prohibited. Imezuiliwa mazima. Hautafanya chochote, na hicho kipindi hakiko mbali, ni siku chache tu hizi zijazo tuko nazo hapa usoni. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 7,
Chini ya utawala huu wa New World Order, serikali ya utawala itakuwa moja kote duniani. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Kwa hiyo serikali itakuwa moja kote duniani chini ya huu utawala mpya wa New World Order. Lakini pia chini ya utawala huu wa New World Order, kiongozi mkuu wa serikali hii atakuwa mmoja kote duniani. Hebu tusome Danieli sura ya 7 mstari wa 4 hadi wa 7. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafufuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimama juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Huyo ndiye atakayekuwa mkuu wa serikali moja ya kidunia katika huu utawala mpya wa the New World Order. Pia chini ya utawala huu kutakuwa na dini moja tu, nayo ni dini ya mpinga Kristo, kama nilivyokwisha kusema. Ufunuo 13 mstari wa 8 inasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Na jingine, chini ya serikali hii ya mpinga Kristo, sarafu yani pesa itakuwa moja, nayo ni sarafu mtandao. Wanaita Central Bank Digital Currency. Na ndiyo maana walishaanza kutuzoesha kidogo kidogo mambo ya M-Pesa, ya Telimane, Mix by Yasi, Halopesa na pengine lipa namba. Mtandaoni pia kuna kitu kinachoitwa Bitcoins, pai mtandao na nyinginezo nyingi. Wanasema kwamba a cashless society, hakuna kushika pesa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba wanataka wakudhibiti kweli kweli. Wakati wowote wakiamua kwamba wanaziblock hizo pesa, una suffocate, unakosa mahala pa kupatia mahitaji yako, kwa sababu pesa imeshablokiwa, kwa sababu itakuwa ni pesa mtandao. Na ndiyo maana sasa hivi wanalazimisha kabisa kuwa na kitambulisho cha kidijitali, digital ID. Na hivi majuzi tu waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kwamba hutafanya kazi Uingereza kama huna kitambulisho cha kidijitali, yani digital ID. Huyo ndio waziri mkuu wa nchi ya Uingereza Keir Starmer. Ufunuo 13:16 mstari wa 17 pia na 18 inasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Mtu wa Mungu, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wale wazishikao amri na imani ya Yesu. Kwenye kikao chake cha jukwaa la kimataifa la mambo ya uchumi, yani World Economic Forum WEF, chini ya mwenyekiti wake Klaus Schwab huko Davos, Uswisi, mnamo tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2024, wajumbe pamoja na washikadau mbalimbali waliohudhuria hicho kikao waliulizwa swali juu ya utayari wao kwa ajili ya the New World Order, yani utawala mpya wa ulimwengu.
nao walisema kwa umoja wao kuwa wako tayari juu ya ujio wa utawala mpya wa dunia. Na kwa taarifa yako, ngoja nikufungue macho. Hapa Uswisi ndipo palipo na makao makuu ya CERN. CERN. CERN ni kituo cha mambo ya utafiti wa nyuklia kwa nchi za Umoja wa Ulaya. Kilianzishwa mwaka 1954. Hiki kituo ama maabara ya CERN iliyopo Geneva, Uswisi, ndipo palipozaliwa search engine ya internet duniani ya www, ambayo kwa kifupi ni 666, yani kwa Kiebrania ni vav, ambayo ndiyo 666 iliyoongelewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 18. Chapa ya 66 ipo pia kwenye kinywaji cha Monster Energy. Hiyo mistari mitatu nayoiona ni 666. Chapa ya 66 pia ipo kwenye Google Chrome, kwenye bidhaa zote zenye barcodes, yani ile mistari mingi. Sasa mwanzoni pale pana mistari miwili, katikati pana mistari miwili ambayo ni mirefu inazidi mingine, na kule mwisho pana mistari miwili inayozidi mingine. Hizo zote ni 666. Hakuna kununua wala kuuza kama hauna hiyo chapa ya 666. Kwenye muda napo mtu wa Mungu haupo salama, ulishazungukwa tayari na chapa hii ya 66 imetamalaki. Mfano nikufungue macho tu kidogo. Inapokuwa labda asubuhi saa moja pale inakuja namba 7. Kwa hiyo namba 7 ile ukitoa 1 unapata 6. Vivyo hivyo labda kwa saa 3 asubuhi inakuja namba 9. 9 kutoa 3 unapata 6. Haya, tukisema saa 6 mchana kuna kuwepo na 12. 12 kutoa 6 unapata 6. Saa 1 jioni kuna 19, ambapo 19 ukitoa 1 unapata 18, ambayo ni sawasawa na 6 kujumulisha 6 kujumulisha 6. Kwa hiyo unakuwa unaogelea tu ile 666. Na mbaya zaidi tukadanganywa kuwa siku ina saa 24, ambapo 24 ni sawasawa na 2 kujumulisha 4 unapata 6. Wakaenda mbali zaidi, wakatuambia kwamba siku inabadilika kuanzia saa 6 usiku, bali siku haibadiliki jioni. Kumbe ni uongo wao, kwa sababu neno la Mungu linasema ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza. Sasa kwa nini siku ibadilike usiku? Huo ni mpango mkakati wa Ibilisi wa kuitawala dunia mazima. Pamoja na kwamba pana vikundi vingi vinavyoinjinia huu mpango mkakati wa utawala mpya wa Ibilisi, vikundi kama the Jesuit, hao wapo sana kwenye makanisa yetu makubwa, wanajifanya ni watumishi wa Mungu, lakini ndani yake, nyuma yake ya pazia ni majoka, ni mashetani ya nguvu sana. Wanajiita the Jesuit. Kuna Scientology, kuna Bohemian Club, kuna Brotherhood of the State, kuna Order of the Nine Angels, Order of the Golden Dawn, the Cut of Mithra, Pilgrims Society, kuna Thelema, na kuna hili chama la siri ambalo ndio linainjinia vyote, linaitwa the Venetian Black Nobility. Hawa ndio wanaomiliki benki zote duniani. Ni familia 13 wanamiliki benki zote duniani, yakiwemo mashirika ya pesa kama World Bank, IMF, wanasema International Monetary Fund, lakini kwa kifupi ukisoma kinyume ni Freemasons International.
wanakudanganya kwamba ni shirika la fedha duniani la kimataifa, International Monetary Fund. Hapana, hiyo inaitwa Freemasons International. Ni sawasawa na ule wimbo wa bwana mmoja anaitwa Snoop Dogg. Anasema dogi sina tasi. Maki hawa watu wanapenda sana kuficha mambo yao kisirisiri ili ulimwengu usingamue, ili macho yako usiweze kujua nini kinachoendelea. Dogi sina tasi maana yake unalisoma kinyume. Satan is God, dog God, C is sina tasi Satan is God. Kwa hiyo wanamtukuza Mungu wao ambaye ndio shetani kimya kisirisiri pasipo ulimwengu kujua. Wewe ingia Google, tafuta wimbo unaitwa Dogi Sina Tasi wa Snoop Dogg. Wote hawa kina Jay-Z, kina Beyonce, wote ni memba zao hao watu hawa wanani wa Freemasons na Illuminati na mashirika haya ya kisiri, secret societies. Sasa kama nilivyosema kwamba kwenye hiki chama ama shirika la the Venetian Black Nobility, huu ni mjumuiko wa familia 13 zinazotawala dunia. Zinakutawala wewe pasipo kujua. Hizi familia ziko 13 na ndizo nilivyosema zinamiliki mabenki yote ya duniani. Kwa hiyo wewe unapoweka pesa yako benki, hata kwenye Airtel Money, kwenye M-Pesa, kwenye Tigo Pesa, kwenye Halo Pesa na kadhalika, Safaricom na kadhalika, yani wewe unawafanyia kazi hawa jamaa. Na familia zao hizi, hawa jamaa wana kadi maalum ambazo kokote atakayokwenda duniani ana ATM kadi. Akifika kwenye ATM ana draw pesa yoyote anayoweza kudraw ama kuchukua kwa kutumia ile kadi. Inaingia mahala popote kwenye ATM machine kote ulimwenguni. Hizi familia ya kwanza, ingawa sio kwa umuhimu, ni mojawapo ni Rockefeller, familia ya the Rothschilds, familia ya Van Duyn, familia ya Lee, familia ya Onassis. Tunaposema Onassis ni hicho ndo kizazi cha moja kwa moja cha nyoka. Kuna familia ya Lusely, kuna familia ya Freeman, kuna ya familia ya Reynolds, familia ya Bundy, familia ya Kennedy, familia ya DuPont, familia ya Astor na familia ya Collins. Hizi ndizo familia zinazoitawala dunia. Wao wanajiitaga the Serpent Brotherhood, yani udugu wa nyoka. Hii ni roho ya Elia, iko duniani kukusanua wewe mwana wa Mungu uweze kuyajua haya mambo ambayo yanakuzunguka na yanakutesa. Uamke kutoka katika usingizi wako mzito, uweze kumtafuta mtu wa Mungu anayeitwa Nabii Elia kwa ajili ya kukuonyesha na kukufundisha elimu itakayokuvusha katika hiki kipindi tulichopo cha mwisho, nyakati za hatari. Kwa kuwa hivi vyama nilivyovitaja hapo juu havijionyeshi waziwazi na watu wengi hawavijui, huu mpango mkakati wa the New World Order, yani unasimamiwa moja kwa moja na kuratibiwa na vyama viwili, vyama vya Freemasons na Illuminati. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali kuwa Freemasons na Illuminati ni vyama vinavyoendesha mambo yake kisirisiri ndani ya mahekalu, wao huita lodges. Labda nikupitishe na kidogo kwamba ni namna gani hawa Freemasons wana operate au wanafanya kazi. Mara baada ya mwanachama mpya kupokelewa hekaluni, hutakiwa kupata elimu ya msingi. Kama tunavyowapaga watoto wetu hizi elimu za huku za kawaida duniani, elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza au kuanzia vidudu mpaka darasa la 7. Sasa na huku upande wa Freemasons na Illuminati nao wana elimu yao ya msingi, yani basic education.
Hii basic education yao ina ngazi 3, wao huziita degree. Degree ya kwanza wanaita entered apprentice, ya pili wanaita fellow craft, na degree ya 3 wanaita master mason. Hizi zote kwa ujumla wake wanaziita Blue Lodge. Tunaposema kwamba ni degree, sio kwamba zile za kusomea kabisa unasoma unakaza msuli mwanzo mwisho, la hasha, bali unaposema kwamba una degree ndani ya Freemasons, kwamba ni pale ambapo unayamudu na kuyaelewa matendo vyema, kwamba labda bosi amekuja pale mbele amekaa, unatakiwa uishije, ukaeje, ni nini ufanye, matendo ni degree za matendo. Yani ni sanaa fulani ambayo unatakiwa kufanya, labda ukaeje, usimame vipi. Sasa unapoyamudu yale matendo ndio unapanda ngazi moja, degree moja umeimaliza, unapanda ngazi ya degree nyingine mpaka degree ya 3. Na muongoza ibada mara kwa mara kwenye hizi lodges anaitwa shamshia, ni yule mtu anayeshika upanga. Ni sawa sana kwenye magwaride ya majeshi mbalimbali, yule mtu anayetangulia mbele na kale ka upanga kale, huyo ndo anaitwa shamshia. Unajua hata haya majeshi ni copy na kupaste kutoka kwenye majeshi ya kuzimu ya hawa watu ambao namna ambavyo wanavyo-operate. Degree ya juu kabisa ndani ya Freemason ni degree ya 33. Wataalamu wenyeji wao wanataka button ya 33. Ni kwa nini walisema 33? 33 kwa sababu wanasema kwamba Yesu Kristo walimtundika msalabani akiwa na umri wa miaka 33. Hivyo wanasema kwamba walimshinda. Lakini pia 33 humaanisha pingili 33 za uti wa mgongo wa mwanadamu ambaye ndiye wanayemtumikisha. Cha kuzingatia, utasikia na wao wanaita Mungu. Ukisikia hivyo, sio kwamba wanamsema Mungu wako au Mungu wetu wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ishmaeli, Mungu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio Mungu huyo wanayemsema wao, watakuwa wanasema Mungu mwingine ambaye ni wanamaanisha Lucifer, ambaye wao humuita msanifu mkuu ama the grand architecture na huyu ndiye wanayemita Mungu. Lakini pia wana Yesu wao, Yesu. Kisikia Yesu wangu, wanasema Yesu Jesus Christ. Hapana, Yesu wao ni Hiram Abifu. Huyu Hiram Abifu mara nyingi wanapenda kumuita mtoto wa mjane aliyekuwa na ramani za ujenzi wa hekalu la Solomon, aliziiba. Hawa ndio Freemasons na Illuminati, ambao ndio wapiga chapuo wa mpango mkakati wa the New World Order, utawala mpya wa dunia, na wapo katika kila sekta ya maisha unayoijua, iwe kwa udaktari, hospitalini, walimu, maraisi, mawaziri, yani kila sekta ya maisha unayojua yenye mambo ya ujuzi wapo, na wana watu wao wa kutosha. Sasa ili kuweza kuitawala dunia, walianza kuwa na mpango wa kupunguza idadi ya watu, ambao kwa sasa hivi watu wapo kama bilioni 8 na mamilioni kadhaa. Walianza kupunguza idadi ya watu kwa kutumia vitu mbalimbali, ikiwemo vita vya kibiolojia, kwa kuunda magonjwa mbalimbali, kutengeneza majanga ya asili kama mafuriko, kutengeneza ama kuandaa vita yenyewe kabisa. Wanapiganisha taifa kwa taifa ili watu wapungue tu. Vidonge mbalimbali mnavyokunywa, vyakula vinavyozuia uzazi, hii yote ni mipango mikakati yao hawa jamaa, ili kuweza kupunguza watu na kuwatawala. Na kwa taarifa yako ni kwamba kila tatizo ambalo linamkumba mwanadamu lina injinia wake, ama wao kuna mabrigedia generali wa majeshi ya mapepo na majini. Kwa mfano nakupa brigedia mmoja anaitwa Asimodeus. Huyu Asimodeus ana makambi
63 kote duniani. Haya makambi inaposema kwamba ni makambi ya majeshi ya mapepo na majini, ambapo anapotaka kufanya tukio anaagiza tu kwamba kambi fulani, kuna mahala fulani. Hawa wana operate katika ulimwengu wa roho. Ndio maana hawa wanajiita hawa the secret societies, hawa Freemasons na Illuminati ndio wanayaoperate hayo sasa madudu. Kwa hiyo hiyo kambi inapiga hilo tatizo mahala ambapo imeelekezwa, na ninyi mnasema kwamba labda ni mipango ya Mungu. La hasha, Mungu hana hizo mambo. Nawe utaijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Kuna brigedia mwingine ambaye naanza kukushirikisha, anaitwa Raum. Tena huyu Raum ni namba 40 katika ule msimamo wa hao majini na mapepo, mabrigedia wanaofanyaje, wanaoleta dhiki na shida kwa mwanadamu. Huyu naye anaoperate katika ulimwengu wa roho kwa kuamrishwa na hawa watu tunaoita Freemasons na Illuminati. Kwa hivyo anaweza akaamrishwa kwamba peleka mafuriko mahala fulani, na kweli watu wakapigwa na mafuriko, na wakasema kwamba labda Mungu ndiye kasababisha. Kumbe sivyo, ni hawa jamaa. Na ndio maana wanasema the secret societies, yani ni jamii zenye siri. Wanajua kuwatumia hawa wadudu wanaoitwa majini kwa ajili ya kumtesa mwanadamu. Na ndio maana sasa tukaambiwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 na 12 kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Niliwaambia yodi moja ya neno la Mungu haitapita kamwe. Mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu litasimama siku zote. Kwa hiyo kupambana kwetu sisi lazima tuvae silaha za Mungu ili kuweza kupambana nao hawa mapepo majini katika ulimwengu wa roho. Sasa unapambanaje? Hapo napo panahitajika elimu. Mipango mikakati mingine mikubwa walionayo hawa jamaa, hawa Freemasons na Illuminati, mara nyingine wao wanajiitaga the left path hand, ama watu wa mkono wa kushoto, na pengine wanajiita serpent brotherhood, udugu wa nyoka. Mipango mikakati walionayo juu ya mwanadamu kwenye hii kitu inayoitwa the new world order ni pamoja na kuishambulia idara ya ndoa kuanzia kwenye family level. Ibilisi anajua fika kabisa kuwa familia bora na imara huzaa watoto wanaojielewa. Hivyo watamsumbua huyu Ibilisi kuwarubuni na kisha kumuasi Mungu. Kwa maana hiyo, watoto waliozaliwa katika familia iliyopalanganyika hawana ulinzi thabiti ama imara kiroho. Hivyo ni rahisi sana kwa watoto kama hawa wa aina hii kuanguka mtegoni mwa Ibilisi. Hivyo wanaishambulia idara ya ndoa katika engo mbalimbali, hawa Illuminati Freemasons, kiuchumi, kimaradhi, magomvi ya mara kwa mara kwenye familia, vifo vya mmoja ama wote wazazi ama wanandoa, na watoto wakiteseka, wakihaha na wasiokuwa na mwangalizi maalum, na mambo mengine yanayofanana kama hayo, ili mradi tu idara hii ya ndoa ishambuliwe vizuri na huyu Ibilisi. Lakini pia jamaa hawa wa New World Order kupitia hawa Freemasons na Illuminati wana mpango pia wa kitu kinachoitwa chip implant ama microchip implants. Huu ni upandikizwaji wa kifaa kadogo kabisa, kifaa kidogo sana cha kielektroniki ndani ya mwili wa mwanadamu, mwili wako huo. Mara nyingi kwenye nyama za mwili wako hapo mgongoni ama usawa wa shingo,
na katikati ya vidole, kidole gumba hiki na vidole vingine kwenye mkono hapo, ndipo wanapokiweka hicho kifaa kidogo kama kipunje kidogo cha mtama wa uwele, wanakupachikia humo ili kuweza kukukontrol na kukudhibiti kisawasawa. Na huo mpango tayari ushaanza. Nchi kama za Sweden watu wake tayari, na hata hapa Kenya jirani zetu walishaanza, kuna baadhi walishaanza kupachikiwa hivyo vichip, na hata Tanzania wapo baadhi wachache kama tulivyosikia. Kuna mpango mwingine wa kuwafanya watu wasipate watoto kwa kuwatia ugumba kupitia chanjo, vyakula na kupandikiziwa vitu vingine mbalimbali kupitia wataalamu wao. Kama nilivyosema kwamba hawa wataalamu wa Freemasons na Illuminati wamejipachika katika kila sekta, kila engo ya maisha ya mwanadamu wapo. Kuna kitu kinachoitwa nyama. Je, unajua kwamba siku hizi nyama inatengenezwa maabara? Kuna mchele pia, mchele wa plastiki unatengeneza maabara. Huu mpango mkakati au mradi wa nyama na mchele upo chini ya aliyekuwa tajiri wa zamani anaitwa Bill Gates. Kwa hiyo wanatengeneza nyama kwenye maabara, wanatengeneza mchele kwenye maabara na wanausambaza, na madhara yake ni madhara fiche, yamefichika, na mtu anayapata baada ya kutumia kwa muda fulani hayo madhara ya hivi vyakula ambavyo vinatengenezwa na hawa jamaa. Kuna hii program ya mwanadamu kuoana na wanyama. Unakuta mtu ameoana na nyoka, mtu ameoana na mbwa, na wanyama wengineo. Huu nao ni mpango wao hawa jamaa wa New World Order, kusambaza ama kuleta vyakula vya GMO. GMO maana yake ni genetically modified organism. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba ni vyakula ambavyo vimechezewa vinasaba vyake, ama vinasaba vyake vimerekebishwa. Ndio maana unakuta chungwa, tikiti, embe, papai kubwa na kila aina ya mbegu wanaitwist ama wanairekebisha wanavyojua wao, ili iendane na mpango wao, na madhara mengine kadha wa kadha yatokanayo na hivi vyakula. Huwezi ukayaona moja kwa moja, ila in a long run, kwa muda mrefu utaanza kuyaona, ikiwemo labda kansa, ugumba na magonjwa mengineo bila kujua chanzo chake. Kumbe ni hivi vyakula vya GMO. Lakini pia katika mpango mkakati mpya wa The New World Order, wanahalalisha mtoto mdogo kabisa aanze kujifunza elimu ya ngono. Wanaruhusu, tofauti kabisa na maadili yetu na malezi yetu yaliyotukuza, ambapo elimu hii ilipaswa kupewa kwa mtu ambaye tayari ameshafikia ule umri wa majority, yani umri wa miaka 18. Lakini hawa jamaa wanataka kumharibu akiwa bado kipunje, bado kimbegu, ili baadaye waje wamtumie jinsi ambavyo wanavyotaka wao: ushoga, ubasha, usagaji na kadhalika. Hawa jamaa pia wanatengeneza watoto maabara, wanatengeneza watoto maabara. Na huyu mtoto anayetengenezwa maabara kuna vitu kadhaa ambavyo wao wenyewe wanafanyaje, wanaviweka. Kwanza wanaweza wakachagua awe na rangi gani, awe na urefu gani, wanaweza wakaweka pia kiwango cha akili, anatakiwa awe na akili gani, akisaidiwa na kitu kinachoitwa artificial intelligence ama AI, ama kwa Kiswahili akili mnemba. Huko maabara kuna mifuko iliyotengenezwa inayofanana kabisa na mfuko wa uzazi wa mwanadamu. Hayo yote ni mipango mikakati ya hawa jamaa wa The New World Order. Mipango ya hawa jamaa ni mingi sana na hatuwezi kuimaliza kwa kuisema ama kuitamka kwa sasa. Lakini mipango yao ni mingi na ni madhubuti, na imegusa nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Pengine labda kuna hiki kitu kinachoitwa human cloning.
labda naweza nikakupitisha kidogo tu katika hiki kitu kinachoitwa human cloning. Human cloning ni sawa na kusema kwamba mtu kutolewa kopi. Wanachokifanya, wanachukua vinasaba vyako, wanaingia maabara, wanafanya wanayoyajua. Baada ya muda anatengenezwa mtu anayefanana na wewe. Kama wewe una influence mahala fulani na unawasumbua sana, wanakumaliza, alafu huyo mwingine ambaye ni kopi yako wanafanyaje? Huyo anakuwa na operate, anakuwa anaongea yeye kama yeye, lakini anakuwa hana makali. Ni sawa sawa na ule usemo wa watu wa Swahili wanasemaga joka la kibisa, hakuna sumu. Hawa ndio wapiga chapuo wa the new world order, wanaotengeneza, wataalamu wa kutengeneza tatizo, na baadaye tatizo linapokuwa kubwa wanakuja kwa mgongo wa nyuma kujifanya kwamba wanaleta suluhu ama suluhisho la hilo tatizo. Kumbe ndio wale wao hawa ambao wametengeneza. Mfano, walitengeneza ukimwi. Baadaye ukimwi umewatesa watu, wakaja na suluhisho la muda mfupi la kumeza vidonge vinavyomsaidia huyu mgonjwa aendelee kuishi. Lakini dawa wanajua. Corona ilivyokuja, kama sio nchi ya Tanzania chini ya utawala wa JPM, sema roho ya Elia tayari ilikuwa imeshaanza kufanya kazi hapa Tanzania, ndio maana ilimfukuza. Na Tanzania hii ndio iliyoiamsha dunia yote juu ya huu ugonjwa wa corona. Maana wote walikuwa wameshapigwa ndani, lockdown wote, lakini Tanzania pekee ndio nchi ambayo iliamsha dunia kwamba huu ugonjwa si chochote wala lolote, chini ya mtumishi wa Mungu Nabii Elia, kwa sababu roho yake ndiyo inayooperate hapa duniani na nchini kwa ujumla. Ni Illuminati hawa, ni Freemasons hawa ndio wanaoleta na kutunga mitaala kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili yetu. Sana sana watu wetu wa hapa nchini, wao hiyo mitaala inapokuja wanaipaka rangi. Unakumbuka kwamba kuna kipindi tulifundishwa juu ya evolution ya mwanadamu, yani uwepo wa mwanadamu, kwamba tuliaminishwa kabisa kwamba mwanadamu ametokana na nyani, ili uaminishwe kwamba kumbe sisi tumetokana na nyani. Sasa kitu cha kujiuliza, kama tulitokana na nyani, hao nyani nani aliwatengeneza? Nani aliwaumba? Wakati neno la Mungu linasema na tufanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Mungu ndiye aliyekuumba wewe mwanadamu, na sio kwamba wewe umetokana na nyani. Nyani ni nyani, mwanadamu ni mwanadamu, mbuzi ni mbuzi, kondoo ni kondoo, ng'ombe ni ng'ombe, na simba ni simba. Kwa hiyo tunaaminishwa na hawa jamaa juu ya namna ya kumkataa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio wanafundisha, wanataka au wana program ufundishwe nini, kwa kiwango gani, kwa ngazi ipi, na hiyo elimu utakapokuwa umeipata inakufaidi nini. Wao wanajua kwamba huyu akishapata elimu hii kwa kiwango hiki, hii itamsaidia 1 2 3, na sisi ndio itatusaidia wao. Sasa hawa Illuminati, Freemasons, katika mpango mkakati wa New World Order, namna ambavyo wanaweza kuirani dunia, wao ndio wanaoirani dunia. Wanasema kwamba 99% ya watu wote duniani ni nguvu kazi yao, na wanawatumikisha kitumwa. Kero mbalimbali, vita, mwanguko wa uchumi, magonjwa, kusambaratisha maadili ya kijamii, nchi kuwa na mizigo ya madeni na mambo mengine kadha wa kadha. Hii yote ni mizigo ili nchi na watu waendelee kuwa watumwa wa hawa jamaa. Na hii mizigo inakuja kwa kivuli cha kwamba wafadhili ama washikadau. Na huu ndio mpango mkakati wao kwa ajili ya kukuondolea wewe mtu uhuru, kwa sababu anayekukopesha ndiye anayekutawala. Nimalizie kwa kusema hivi, haya mambo
ambayo nimeyasema hapa hayapo mbali, na mpango mkakati wao wanasema kwamba hadi kufikia mwaka 2030, tuna miaka kama 4 tu na kitu au 5 kuweza kufikia huo, kwamba kila kitu kiwe kimekamilika na operation ya mambo yao ya serikali yao ianze effectively. Suluhu ya kuyakwepa haya yote sio ule udanganyifu wa kwamba unanyakuliwa kwenda mawinguni. Neno la Mungu linasema kupitia kinywa cha Malaki mwaka wa 450 kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo kuzaliwa, alinena Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Alinena na wanadamu kupitia kinywa cha Malaki. Katika kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5 akasema, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Hili neno nitaendelea kulisema leo, kesho, tondogo, kila siku, ili ujue kwamba hii neema tayari ipo Tanzania na ipo kwa ajili ya kuhudumia watu wote, wewe na ulimwengu wote. Elia ndiye mtangulizi wa Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya ujio wake hapa duniani. Hakuna ugeni usiokuwa na mwenyeji. Mwenyeji wa Bwana wetu Yesu Kristo ili aweze kuja hapa unatanguliwa na Elia nabii, na ndivyo maandiko ya Mwenyezi Mungu yanavyofanyaje, yanavyoelekeza. Huyu Elia nabii nimesema kwamba huyu ndiye atakayetupatia maelekezo ya nini cha kufanya katika siku hizi za mwisho, hususan nyakati hizi za dhiki kuu, ili kuikwepa chapa hii ya 66. Nimalizie kwa kusema hivi: wenye haki wataishi kwa imani. Zishike vyema, zishike sawasawa amri za Mungu, nawe utadumu katika mikono salama ya muumba wa mbingu na nchi.